muda ni kufika, tunamzimisha na kuondoka naye. Kwa sababu yeye ana uwezo wa kuona matukio tu, ila hana uwezo kutufanya kitu chochote, kwa sababu hana nguvu yoyote ya kutuzidi sisi. Na vipi kama ameshaliona tukio na kumhadithia Abdul na akawa ameshachukua tahadhari kabisa? Hapana Nurati, namfahamu vizuri sana yule dogo. Hawezi kuliona tukio mpaka kutizame macho. Kwa hiyo kwa muda huu ambao bado hatujamfikia, hawezi kujua chochote kile. Kwa kipindi hichi hawezi kuona chochote kile mpaka tutizame. Na muda huo mpaka tutizamane atakuwa ameshachelewa. Sasa hapo nimekuelewa. Na vipi? Mbona unataka tukutane asubuhi na mapema hivi? Muda huu ni mzuri sana. Kwa sababu ndio muda ambao Abdul anaenda kazini. Kwa hiyo akitoka sisi tunaingia ndani, tunafanya jambo letu, tunapotea. Uyaya wingi mbele giza, kujifanya yaikumbe visa, tambua ubaya ni akiba. Mara mwisho tuliongea kistaarabu sana, lakini ukashindwa kutuelewa. Sasa leo tukuja kukuchukua kwa nguvu. Ile jambo nililokuambia umefikia wapi? Jambo uloniambia? Jambo gani? Kwa hiyo ina maana maneno yote yale yaliokuwa naongea yalikuwa yanaendelea huko na kutokea huko, si ndio? Kwa hiyo ina maana muda wangu wote ule ni sawa kama nilikuwa nampigia mbuzi gitaa. Wewe nilikwambia nini kuhusu Abdul? Si nilikwambia Abdul hakutaki na anataka uondoke. Sasa unawezaje kusahau jambo hili makubwa kama hilo? Au kwa sababu sumu ufe ndio utaelewa? Najua Abdul ana shida yoyote na mimi. Ila wewe ndio una shida na mimi. Kwa hiyo siwezi kuondoka hapa kwa sababu yako. Kwa sababu hapo hujanileta wewe. Hata hivyo nataka kupumzika. Kwa hiyo naomba utoke chumbani kwangu. Yaani mtoto ananijibu mimi hivyo? Yaani mimi niliamua tu kwa wema nikusaidie, alafu unaona mimi mbaya? Na unaniongelea maneno mabaya na machafu kama hivi. Kwa hiyo wewe unajiona bora kwa Abdul kuliko mimi, si ndio? Basi sawa. Nitakuonesha kati ya wewe na mimi nani bora kwa Abdul. Jalie na malengo yake kuliko afya ya mtoto wake. Yaani yuko tayari amtoe mwanae sadaka sababu ya nguvu ambazo tutakufa na tutaziacha.
Kwa ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Kwa hiyo sasa mama, tunafanyaje ili tuweze kumsaidia Cheusi? Maana ukitazama hili swali linamuumiza Cheusi na sio mama yake. Ndio maana yeye ana uchungu. Kwa sababu sio yeye anayeteseka. Hivyo mna tuangalie namna ya kumsaidia. Nimeshafikiria kuhusu hilo. Na hapa nina mpango. Una mpango? Ni mpango gani huo? Simon, mpango wetu ulikuwa ni kumteka. Lakini baada tu yeye kumuona, ukamwambia ukweli wote. Sasa ilikuwa juu kaenda nje na makubaliano yetu. Wale hatakuwa na namna, kwa sababu tulikutana naye ana kwa ana. Na ubaya wa yule dogo, akikutizama tu usoni, anaona kila kitu unachokifikiria, matukio yako ya nyuma na ya mbele. Na ndio maana sikutaka kumdanganya, kwa sababu nilihisi ameshajua ukweli. Vile vile nilishindwa kumteka kwa sababu naamini kabisa alishajua nia yetu, kutokana na yeye uzoefu wake wa kujua matukio anapokuwa anamtizama. Na ndio maana niliamua tu nimwambie ukweli. Niliamini kwamba ningeweza kumshawishi na akaungana na sisi. Ila ndio hivyo, kwa bahati mbaya akawa amekataa. Yaani nilijua mpango wetu utakuwa ni rahisi sana. Lakini ona sasa hivi mambo yanavyoenda. Ndio yale tu yalopita. Yaani Simon, hii hali ikiendelea hivi, mambo tunaona mimi nitaachana nayo kabisa. Dorati, hebu sio mwepesi kukata tamaa kiasi hicho. Unajua siku zote mafanikio hayaji kirahisi hivyo. Kwa sababu watu wote waliofanikiwa hawakukata tamaa. Walijaribu mara ya kwanza wakafeli, wakajaribu mara ya pili wakafeli, wakajaribu mara ya tatu wakafanikiwa. Sasa iweje unataka tufanikiwe kirahisi tu? Dorati, mafanikio yako hivyo, inatubidi tupambane. Na unajua kabisa kama hili deal litafanikiwa, ni deal la hela ndefu sana. Kwa hiyo ni lazima tutapitia magumu. Basi sawa, nimekuelewa. Acha tujaribu tena. Kwa hiyo mpango unaofuata hapa upo vipi? Hapa njia iliyobaki